nataka kuambia maneno japo wengi wataona haya ni ya bwana harusi peke yake, lakini leo mimi zaidi na walenga nyinyi ndugu zangu. Haya maneno kwa upande mmoja yatafurahisha watu, na upande wa pili huenda labda wakaudhika. Upande wa pili mshajua na kusudia kina nani, lakini hatuna budi kuambiana. Wallahi alazim, sikusudii kusemza haya maneno kutaka tu kufurahisha, lakini nazungumza ule ukweli wa mambo yalivyo. Nimepitia hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema miongoni mwa alama za kiyama, akataja mambo mengi, watu watauana kwa wingi, uchafu utazidi, kisha mwisho akasema na wanawake watakuwa wengi sana na wanaume watapotea. Hivi ndio lugha iliyotumika. Sasa walivyotafsiri wanawachuoni wa zamani kupotea kwa wanaume, wakasema ni vile watakuwa wenda vitani na watakufa kule, basi wao watapungua. Lakini tukiangalia ulimwengu tunaoishi leo, si kwenda vitani, wanaume watakuwa mashoga, wengine watazidi kupungua. LGBTQ sasa inafanyiwa kampeni kubwa. Zamani ilikuwa ukimuona mtu kinyume na maumbile basi waona ajabu, ambia bwana watu onyeshana vidole hata kwa siri, kwa sababu hata mwenyewe alikuwa akijificha. Siku hizi weza ukaona maandamano moja katika hizi nchi za Ulaya, ukashangaa wanaume zaidi ya 200-300 wote wanataka kuwa wanawake. Sasa swali linakuja hapa, ikiwa Mtume wetu Muhammad azungumza hadithi mpaka mwisho asema wanawake watakuwa wengi kiasi cha kuwa wanawake 50 watatoshelezwa na mume mmoja. Hii haimaanishi kwamba endeni mkaoe wanawake 50. Inamaanisha kwamba kutakuwa na uhaba wa wanaume na wanawake watakuwa wengi. Sasa mimi nawaachia ninyi swali. Hawa madada zetu waliojaa majumbani, ambao wamekaa hawajastirika kwa kuwa wanaume wamekuwa wachache, siwaambii eti wankufa vitani. Inshallah wako waliokufa, wako waliozama baharini, lakini na wengine pia wameamua kwenda kule. Sasa wao hawana khiari, aidha ni baki wakae wasiolewe paka wafe. Khiari ya pili, waingie kwenye uchafu na wao waseme kama nyinyi wanaume mnchagua na nyinyi kwa nyinyi, basi na sisi pia tutakwenda sisi kwa sisi. Na mjua ninavyomaanisha. Au khiari ya tatu, tuwaongeze tuwaoe sisi. Watu wote kimya, labda wako karibu wanawake hapa sawa? Wako mbali kidogo. Lakini wataipata tu kwa media. Almuhimu, nyinyi hebu ni